Mungu anapotaka kuachia adhabu, when God wants to release the punishment, ugairi, he postpones. Kwa nini? Why? Wakati mwingine anaangalia matokeo. Sometimes he's looking at the outcome. Punga mkono namna hii. Wave your hand like Yaani Mungu ndiye ni wa ajabu. This God is so strange. Moja ya kitu ambacho one of the things nampenda Musa, that I love Moses, ni hiki. This one. Musa ndiye mwanadamu pekee kwenye Biblia alimwambia Mungu acha uovu wako. Moses is the only man on the Bible who told God, stop your wickedness. Yani baada ya Mungu kumwambia Musa, after God told Moses, naenda kuwaua wote, I'm going to kill all of them, naanza kizazi na wewe, I begin a generation with you. Angalia, Musa anamwambia Mungu, Moses is telling God, kwa nini wa Misri kunena wakisema, why should the Egyptians amewatoa na kuwatenda uovu, he brought them out to harm them, ili apate kuwaua milimani, to kill them in the mountains, na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi, and to consume them from the face of the geuka earth. Katika hasira yako kali, turn from your fire's wrath, ugairi uovu huu, and relent from this harm, ugairi uovu huu, relent from this harm. Maandiko mengine yanasema repent from this wickedness. Find me another version of the Bible. Kwa nini anamwambia Mungu namna hiyo? Why is he telling God like that? Sio kwamba anamsodoa Mungu. No, that is criticizing God. Anajaribu kumwonyesha Mungu, it's trying to show God, hawa watu uliowatoa huko ulipowatoa, the people you took from where you took them from, ukija kuwaulia hapa, if you kill them in the wilderness, nini kitatokea? What will happen? Watu wa mataifa watasema, what will the Gentiles say? Mungu aliwatoa huko alipowatoa. God took them from where he took them from, lakini hakuwa na uwezo wa kuingiza Kanaani. He had no capacity to take them to the promised land. Ugairi uovu huu ulionao juu ya watu wako, mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli watumishi wako, ambao uliwaapia kwa nafsi yako na kuambia, nitawazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni, tena nchi yote niliyoinena nitakipa kizazi chenu na warithi wa milele. Na Bwana akaugairi ule uovu aliyosema ya kwamba atawatenda watu wake. You can imagine. Fikiria. Kwa nini Musa aliongea maneno na Mungu? Why Moses spoke these words with God? Aliongea na haya maneno na Mungu kwa sababu aligundua kiwango cha kumuita Mungu hapa ni kumkumbusha rehema kama hekima. He says so because the only way to remind God is to remind God. Wewe ushangai umetoka na mume wako miaka 20 mnakuja kuachana uzeeni. You are not surprised with your wife 20 years and you divorce at the old age. Nisikilize. Listen. Yani kuna maisha, there is a life, na kuna kiwango kinafika. There's a dimension in life. Toba na rehema utakaoenda nayo mbele za Mungu, repentance and the mercy before God, ni kwenye kiwango cha hekima yake, is in the level of his wisdom. Yani kuna kiwango cha rehema za Mungu, there is a dimension of the mercy of God, ambacho that hakika surely ni kumkumbusha hekima, is to remind him of wisdom. Kwani kuna faida gani ya kuniua? What's the profit there is to kill me? Kwani kuna faida gani ya biashara kuharibika? What's the profit for this business to go bankrupt? Ndicho Musa alichomwonyesha Mungu. If that is the thing that Moses yani showed God, ukituulia hapa, if you kill us here, maadui watakachosema utaaibika wewe what mwenyewe. the enemies will say, you'll be put to shame. Watasema Mungu wao, they say their God amewatoa Misri, took them from Egypt, amekuja kuulia hapa, to kill them in the wilderness. Na ndio maana kuna umbali ukitembea na Mungu, and then there is distance if you walk with God. Usikubali kuachana naye kizembe. Don't agree to leave him just like that. Punga mkono kama unanielewa kitu nasema. nasema. If you understand what I'm saying. So habari ya kumwambia tu Mungu nisamee, nirehemu Baba, niko hapa, hivi nilivyo na wengine. Hamna. No. Unamkumbusha Mungu aziangalie rehema zake kama hekima yake. You remind God to consider his mercies as his wisdom. Kwamba ukiniua, that if you kill me, matokeo ni mabaya zaidi ya kufa kwangu. The outcome is worse than my death. Punga mkono kama unanielewa. Wherever you understand. Hii ndoa ikiharibika, if this marriage, matokeo ni mabaya, the outcome is worse zaidi ya kupona kwangu, than me to be healed. Kwa hiyo ni heri, so it's better, unyooshe mkono wako, stretch out your hand, ili wote tusiaibike, for all of us not to be put to shame. Kama unanielewa, hebu punga hivi ni kuone. If you understand, yani ni heri, it's better. Hapa ni mahali watu wanaziita rehema za Mungu. This is the point people call the mercies of God. Kama hekima, and the wisdom. Anaambia Mungu ukituulia hapa, thank God, if you kill us here, Wamisri watasema, the Egyptians will say, Mungu amewatoa alipowatoa. God took them from the land of Egypt. Hivi kweli miaka 20 ya kutembea na Yesu uishie njiani? Is it that 20 years to walk with Jesus? Tell your neighbor, no. Mwambie jirani yako hapana, hapana, hapana.
Miaka 10 unahubiri. 10 years you are preaching. Hii ndio sababu nimekuambia watu wengi hawaoni majibu, kwa sababu hawajui hata namna ya kuomba. This is the reason. Wanafikiri habari ya kukusanya magoroli, kukusanya na nini, baba niko mbele zako. Kama uko mbele zake una cha kuongea, hakuelewi. If you are before God and you don't know what you are talking about, God cannot understand you. Mwambie jirani yako ukienda mbele zake uwe na cha kusema. Tell your neighbor, when you go before God, you must have something to say. Na kiwe kinaeleweka. That has to be well understood. Musa anamwambia Mungu, ukiniulia hapa. Moses telling God, if God you kill us here. Unajua kuna watu wengine haya masomo mtakuja kuyakumbuka miaka 10 mbele. Some of you remember these topics 10 years to come. Sasa hivi ni kama uelewi ninachosema. Now it's like you don't understand what I'm talking about. Lakini Mungu akupe kutunza kwenye store ya chakula chako cha kiroho. But God grant you to keep this in your granary, in spiritual granary. Akupe kutunza pale. God give you to keep this. Ili wakati ukifika. So at the appointed time, umwambie Mungu no, you no, tell no. God hapana. It is not like this. Sio kwa namna hii. Kuna mengi umeniahidi. There are many things you promised to me. Tumetoka mbali mno. We've come from a long way. Bahari ya Sham tumevuka wote. From the Red Sea crossed together. Mto Jordan tumevuka wote. Jordan River crossed all of us. Unaniachieje hapa? How do you leave me here? Hata maadui watasemaje? Even the enemies what will Kwa hiyo say. Musa alichokifanya, That's what Moses did. alijaribu kumuonyesha Mungu akumbuke hii ni rehema kama hekima. He tried to show God to remember this mercy just like Sio habari tu ya kusamehewa. It don't just be forgiven. Hello? Ni rehema kama nini? Kama hekima. Just like wisdom. Yaani kuna mahali unasema mbele za Mungu. There's a point to stand before God. Mwambie I have already come so far. You say Mungu nimetoka na wewe mbali sana. Wachana hapa. To part here. Haiwezekani. Is impossible. Yaani kuna watu mkimwacha Mungu akiwaacha nyinyi. Some of you if God leaves you now. Kicheko mtakachochekwa hata buza hawajui kucheka. You know, the laugh you shall receive. Hey! Alijidai mama mkesha. It pretend to be the mama mkesha. Hey! Mlokole wa kijiji. The village born again. Musa anamwambia Mungu. Moses is telling God. Acha uovu unaotuwazia. Stop this wickedness to think about. Kuwa na hekima kidogo. Have a slight wisdom. Waangalie wa Misri na maadui huko. Look at the Egyptians and our enemies. Wasije wakainuka wakasema Mungu wao amewatoa huko. Lest they say they are akaja akawaulia hapa. And kill them in the wilderness. Naomba nikwambie. Let me tell you. Ukinisikiliza kwenye haya mafundisho. If you listen to this teaching. Una assurance ya destiny yako ya kiroho. You have assurance your spiritual destiny. Haiwezekani wa Misri. It's not impossible the Egyptians. Watasema Mungu wao. They'll say their God amewatoa alipotoa. Took them from Egypt. Lakini hakuwa na uwezo. But he had no power. Musa akamwambia Bwana. Moses told the Lord. Gairisha uovu wako. Relent this evil. Na Mungu akamwambia Musa nimekuelewa maisha. And God said, Moses understood you. Toba ya namna gani? What kind of repentance? Iliyoziita rehema za Mungu. Repentance that attract the mercy of God. To remind God of his wisdom.